kwa ajili ya jambo moja tu. Unajua? Katika vikao kule tulikokaa kumetokea upinzani wa kukabidhi mjukuu wangu Somoe mamlaka, na upinzani huu umeletwa na Mzee Kidiga. Mzee Kidiga hataki mjukuu wangu apewe mamlaka, na wewe mwenyewe ulishaidhinisha kwamba lazima akabidhi. Mzee Kidiga atakuwa na hoja gani mbele yako mkuu? Ndio atakuwa na hoja gani mbele yako kujitetea mkuu? Mimi maamuzi haya sijakubaliana nayo. Mimi bado naweza na nguvu. Lakini kwa mtoto mdogo hapa, mimi mwenyewe nitegemea mtoto wangu atoke huko, wewe ndiye mkabidhi madaraka haya. Lakini kaona nguvu zake bado hazijafaa. Mimi nimeona pana haiwezekani. Tokea zamani wazazi wangu walinikabidhi huu chawi huu, kwa kuwa mimi mwenyewe ndio niko bado nikabidhi. Lakini mkuu, mimi mwenyewe bado naweza bado, lakini kwa nguvu ya huyo mtoto zake bado ni kwangu. Sawa mkuu. Sasa kwa uwezo wako, nguvu ulizonipa mimi, sasa ninamkabidhi mjukuu wangu Somoe ashike mamlaka kuanzia sasa. Shika fimbo hii ambayo shika hii ina nguvu za kuweza wewe kupambana na kitu chochote kitakachokuja mbele yako. Umeona? Sasa kwa swala hilo mimi sina swali. Sawa mkuu. Sina swali. Halafu unaleta hii masala hapa kwa lengo kubwa la kuweza kukukubalia umbali. Sawa mkuu. Sina swali. Halafu Mama. Unauma. Umefanyaje? Umefanyaje mkono? Usipande kwenye miti. Ulikuwa unafanyaje mkono? Au kadongo kwa nani mkono? Somoe. Somoe unafanyaje? Nipiga. Kupiga na nini? Ongea basi, kupiga nini? Sijui. Kupiga jiwe? Kupiga na mti? Kama mpira wetu. Sio mpira wako. Sawa nani? Sio mpira wako. Wa nani? Wa kwangu. Umeenda shilingi ngapi? Wako mpira. Mpira sio wako nini? Hivi mpira wetu sio mpira wako.
bado unanipiga? Ndio nakupiga. Na ukileta tena jinga yako nakupiga tena. Nipige sasa, nipige. Ndio nakupiga. Toka! 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 Unauma sana mkono? Ndio. Sasa cheza na lakini si nimeshakwambia cheza na Somoe. Maana unataka cheza na Somoe. Mbona mabarasa unanitafutia? Unajua hivyo bibi yako afu na nimeshakacheza mtoto. Yaani kila siku sikisi ni mtoto gani? Hebu toka huko ndani sasa. Mama, mwanao kapigwa na mtu mzito sana. Lakini mtaalamu, alimpiga mwanangu mimi sio mtu mkubwa, ni watoto toka wanacheza wote, afu alika lake Ni mdogo kiumbile mama. Ni mtu mzito sana. Ni mtu mwenye uwezo. Unajua kapigwa nini? Kapigwa sumu. Sumu tena ya kichawi, tena kali. Itaanza kumzuru mkono. Mkono utaoza, utaenda. Mwisho itasambaa mwili mzima. Matokeo yake anakufa. Mtaalamu, hapana. Mwanangu na huyu mmoja tu. Naomba nisaidie tu Asifu. Akipata begi mimi peke yangu. Inawezekana kumsaidia. Maana ndio kazi iliyonileta hapa kijijini. Ila ni kazi ngumu. Mungu nisaidie. Na weweza hata kuzulika mwenyewe. Nakuomba tumsaidie mwanangu apone. Naomba. Abana baliboda pati tondi tuoni Kuja tulongo tituwesa misimu kya wesu kone tanganye wananye Kuja tulodi Ile yonde tulore kanwa hapa Mama. Jamani. Kuna umi. Ushapona. Mganga, asante. Asante mganga. Asante mganga, asante.
tuondoke mwanangu. Kwaheri Somoe. Kwaheri Dulu, ila usahau nilichokwambia. Haya. Ni nani aliruhusu Dulu aje hapa kufanya kazi? Sinauliza nyinyi. Ndiyo mkuu. Mimi sijui jambo lolote kuhusu hiyo. Mimi nilifuata sheria zako zote ulizoziamrisha. Na niliwaambia Dulu asiletwe mahali hapa. Sasa kama sio wewe ni nani? Mkuu, ni mimi ndio nilimleta Dulu shamba. Isipokuwa nilipitiwa. Niko tayari kupokea adhabu yoyote utakayotoa. Nataka Dulu arudishwe nyumbani kwao haraka sana. Tumeelewana? Ndio mkuu. Hebu amka bwana, muda kwenda shambani sasa hizi. Yaani mwanangu umepoza kama mtu aliongezewa damu ya mtole farasi bwana, maana yake nini? Hebu nuka bwana. Nakuja. Haraka bwana. Uko nani mpaka sasa hizi? Baba ni bana. Mtoto wa kike akilala mpaka saa 1 asubuhi sio mwanamke. Sasa baba kule hata sijakusalia. Hebu sogea hapa. Nikitaka shikamoo nenda shuleni na mke 3000 kwa mara moja. Ah, twende shamba. Shika maji. Shika vizuri bwana. Wewe nitavichapa vitako vyako kama kigoda kilichokosa mguu mmoja hivyo. Hebu tangulia. Twende. Hivi nizungumzaje mpaka unielewe kwa mistaki? Wewe mimi nilikataza urafiki na ukaribu wa hawa mka.
nyumbani umenunuia, unafika hapo unashika na ungwa. Maana yake nini? Kwa nini wewe mtoto unisikie mimi wewe? Hawa ni watu, sitaki shikamo yako mbwa mkubwa wewe. Hawa ni wachawi wakubwa hawa. Au naona nilifundisha uchawi. Sasa kumbe kwa nini kwa babako wewe unakuwa mjeuri lakini kwa huyu unacheka? Sasa mimi sikufichi, huyu ni mchawi mkubwa na bibi yake. Na ndio waliokuulia mama yako, shangazi yako pamoja na mjomba wako. Hawa. Wewe unaona binadamu hao? Kwa nini unisikie lakini? Hivi kwa nini unisikie wewe? Unataka nikufanye nini hasa? Kwa nini mjika namna hiyo? Nimekwambia sitaki ushirikiano uhusiano nao hawa wachawi wakubwa. Babu kabisa. Hivi nizungumzaje mpaka unielewe kwa mimi sitaki? Sasa leo mimi nitakukomesha shamba. Utanijua kama mimi leo ni nani? Hawa wachawi pamoja na bibi tena bibi yake ile pale. Unaona? Ndio michawi mikubwa hii pumbavu. Nimekwambia sitaki toka. Kwani? Babu, na utanikoma shamba. Mbona kuona usema michawi? Unasemaje? Unasemaje nini? Michawi mkubwa wewe na mjukuu wako. Wewe usiniangalie mimi neno kwa nani mwenye kama mlango wa Uda hapa. Pumbavu. Wewe hebu niache mjukuu wako. Nini? Wewe funga wewe. Funga wafunge hao wajinga wenzio. Sio mimi. Mmeangamiza kijiji kizima pamoja na mke wangu na dada yangu na shemeji yangu. Sasa mnataka mwamaze yote. Kwa mwanangu mimi namfundisha ushauri, sio? Hivi wewe kusoma historia? Nakwambiaje? Pango hilo nalogwa. Bunduki wewe nalogwa. Nikishinda na panga naingia na bunduki. Piga risasi yote. Au unakuja unachoma kibanda chenu hiki. Kipiga maji. Manati ya mzungu kwa maji? Manati ya mzungu? Wewe una wazimu nini? Wenzenu wanafanya uchawi kwa faida. Wazungu wanafanya uchawi kwa faida. Nyinyi kazi yenu kuwaroga wenzenu kwa peka zile. Utafikiri na nyinyi pua zenu waziangalia chini. Sasa subiri. Hicho kitabu. Nani mimi? Subutu. Mti mkavu uchipi dawa. Nakwambia sasa. Mimi ndio. Sawa, ukitaka ujue umuhimu wa matako moja ndio tujibu. Jaribu. Na wewe tukikuchanganya mtu anapozaa gani? Nenda huko mbele ukakaje. Nata haya. Jinga sana wewe. Yaani wewe Dulu mwanangu nimekukataza urafiki na Somoe, lakini bado hujasikia. Unajua kabisa Somoe na bibi yake wale ni wachawi wakubwa na ndio waliomuua marehemu mama yako. Au unataka niwe na mimi? Unataka niwe na mimi? Hivi Somoe anakupa nini? Au unajifundisha uchawi siku hizi? Umekuwa Hapana baba, sijakuwa. Alima hapo. Jinga sana. Wewe mtu unakuwa usikii, kila ukiambiwa usikii. Sasa mimi nakwambiaje sasa hivi? Nitakuchapa bakora leo. Lakini baba, mimi nimechoka. Umechoka? Mbona kwenye kula ushoki? Lima hapo pumbavu. Tena ndio kwanza kumega michonge mikubwa, mshenzi mkubwa wewe. Nikisemaga mimi ni mama yako, sawa? Sawa kama mama yangu, lakini leo pamoja kama mama yangu na kuchapa bakora. Unamnunia nani mdomo kapi ndo gunia nyama wewe? Shenzi nini wewe? Cheka, meno kafanya vidumu. Takutandika kweli leo. Nishakwambia kwamba sitaki urafiki na kina Somoe. Somoe na bibi yake ni wachawi na ndio waliomuua mama yako. Ile ni mjitu unakwenda motoni. Kama Mungu aisamehe hilo. Au unajifundisha uchawi na kina Somoe? Sasa mimi ninavyomchukia Somoe na bibi yake kuliko hapa duniani kuliko ninavyomchukia shetani. Babu sana wewe. Chezi nini wewe? Na wachukia kuliko ninavyomchukia shetani. Yale majitu haya. Baba. We baba. Mwili mzima. Kama nachapwa mwanangu. Umechapwa? Sasa baba nilikuchapa ni nani, mbona mimi hata simuoni? Baba! Baba! Sasa mbona mimi sioni kitu chochote kile?
nimefurahi sana kukuona. Hata mimi pia nimefurahi. Ila tunishangaza. Sikiza ndio maana. Hivi ningewezaje kupata taarifa ikiwa wewe mwenyewe unafahamu kama dada yako kwanza hapendi mimi niwe na wewe? Mimi nisingeweza kufika pale kwenu, ningefikaje? Unafahamu fika kuwa dada yako ananichukia. Sawa. Nilitamani sana kama mapenzi yetu yasiwe ya kujificha mara kwa mara. Lakini sina namna, sina jinsi ya kufanya kwa sababu dada yako hanipendi. Na ni kitu ambacho najiuliza kwa nini hanipendi. Nilikuwa nafahamu kama dada yangu anapendi. Lakini shujaa akimbii vita, bali kupambana vita. Nilikuwa leo nakimbia vita. Nilikuwa unachokisema, lakini moja na hayo. Hivi yule dada yako unapomuona vile, anaweza kupiga ngumi kama mwanaume yule. Sasa niua mimi. Au wewe unataka nife? Sasa wewe mzima wako. Kumbe unataka nife? Hapana, sina nini. Yule sijui amecheza mgambo yule. Mimi ni mtu mzima, najielewa. Namusia kwangu. Kwa usiofu swala lolote juu ya dada, nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia, ndio maana siku zote nataka kututenganisha, lakini sikubali. Siko tayari kupoteza. Sawa? Sawa, nashukuru. Kwa hiyo nisamehe basi, pamoja na kwamba nimekuja bila kukupa taarifa. Jua kuwa nilitamani sana tukutane. Nilitamani sana nikutane na rafiki yako, hata nimwambie kwamba nimekuja, lakini sijafanikiwa kukutana naye. Nikombe kitu. Usijali. Sana kwa chakula ambacho umepika wewe. Haki ya Mungu usikufiche. Kwani sikuelewi kila nikikwambia usitaki kuona na mdogo wangu? Simekwambia sitaki kuona na huyu mdogo. Ameniomba tuishi ndoa. Hapa nimemkuta nani? Uko naye hapa yuko na nani? Lakini kuna mtu hapa. Ndio bana anakuishi. Sio kuna maji. Lakini dada. Hapa nifanye dada. Lakini dada, kumbuka mimi ni mtu mzima na maamuzi yangu. Kwa nini unifanyia hivyo? Niache basi niwe ni huru. Maamuzi yako ukiwa kwako. Ungetambua hivyo kama niwe huru nyumbani kwangu. Kwa nini unanibana? Unanibishana na mimi. Dada, tambua sibishani na wewe. Ila na hakika kwa vile wazazi wangu wamefariki. Na ndio maana unifanyia kitu kama hicho. Mimi nina uchungu na wewe kuliko yule. Mimi siwezi nikakunyanyasa wewe. Wewe mdogo wangu, ila familia yao ile inanitambua na inafahamu mimi. Wale wako kufika nyumbani. Basi nikwambie kitu kimoja. Unifahamu familia yake ila sio yeye. Natangulia. Baba. 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 Baba.
Sasa baba, unajua kuna vitu gani vinafurahisha? Pale nani alikuwa anakupiga bakora? Na mimi sikumuona. Mimi najua baba ni mzembe wa kulima, ndio maana ulinikimbia shambani. Hama cha kupiga bakora wala nini? Mwanangu wewe, kama ni mpira sasa hivi dakika 60, sio 90 na dakika za nyongeza bado halijaanza nini. Naona sijazeka kiasi hicho. Mimi nakwambia napiga bakora unacheka. Maana yake nini? Sasa bakora gani hizo? Mimi mbona nikupo Simoni mtu anikuadhibu? Mimi najua wewe ni uvivu wa kulima ndio maana ulinikimbia shambani. Kama kupigwa kwa mimi bakora basi kunafurahisha. Baba. Bakata. Babu kubwa. Hapo ndio tunakuta nini? Baba. Nini? Mungu wangu. Wewe usiogope. Baba. Dulu. Nawahi kupika. Jamani, sasa mnisubiri nimsikize tena anaongea. Tutambele. Basi sawa, msipige hatua ndefu. Sawa. Tutakusubiria kuchelewa, sasa tunaondoka. Haina shida. Sawa. Nakusikiliza. Samahani. Lakini nimekuita hapa. Nilikuwa na jambo moja ambalo nataka kukwambia kama utojali, lakini nitakachokiongea hapa si kigeni kwako. Kiukweli Dulu, nataka kukupenda. Na kukupenda kwangu si kimaneno tu,
hata kivitendo. Alafu pia nadhani mimi nawe tunaendana. Mimi ndio Isa mwa kijiji. Hakuna mwanaume yoyote ambaye anaweza kalingana na mimi. Alafu pia kwetu tuna mali. Na endapo utakaponikubalia, nishakutengia kiwanja chako endapo utanikubalia. Lakini labda nikuulize swali moja. Kwani mambo mimi nadhiki sana na mashamba yenu? Kifupi ni kwamba nashukuru kwa maneno yako, lakini sipo tayari kuwa na wewe. Sikupenda. Nadhani utakuwa umenielewa. Maneno yako unayotamka ni dhahiri kabisa kwamba moyo wako unachochea kunipenda kama moyo wangu unavyochochea wewe kukupenda wewe. Labda ungejaribu hata kwa kunifariji, hata kwa kunidanganya. Mimi kwanza jiulize, nimeacha mangapi nimekusimamisha hapa kuja kuelezea kilichokuwa ndani ya moyo wangu. Vipi? Unapita. Unapita? Hapa. Kifumba, ila naomba nikushauri kitu kimoja. Acha tabia ya wizi. Wewe ni kijana mzuri na mtanashati, una nguvu pia. Unajua mwisho wa wizi sio mzuri. Umenielewa? Unajua nakwambia hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu nakupenda sana Kifumba. Umenielewa? Una furaha sana. Hauna. Niambie bwana. Bibi. Unajua wewe ndio rafiki yangu pekee uliobaki hapa duniani. Na unajua siwezi kukuficha kitu chochote. Bibi. Mimi
Nishapenda. Yamekuwa hayo. Haya mwana. Sasa ile mihogo kule tulioiacha kule, hebu kaichukue, alafu na mimi nichukue mfuko pale tuweke tuondoke. Sawa. Ishakuwa kazi. Sawa. We Dulu! Dulu! Baba. Uko wapi? Yaani mwanangu, katika siku ambayo umenifurahisha leo, umenifurahisha. Mtoto wa kike ndo anatakiwa hivi. Yaani saa 12 uko macho unafanya shughuli zako. Mara hujambo. Tena leo nashukuru na leo lazima ufurahi. Kwa sababu leo sikupanga kwamba ni siku ya kwenda shambani. Leo ni siku tu kupumzika na kufanya mambo. Sawa. Sasa mimi mwanangu natoka. Tena leo atoka sana kupoteza zawadi hata ya siku mtakuletea. Natoka na dukani kucheza bao. Ila wewe pika chai unywe, ila chakula cha mchana kile hapa kisikose mwanangu. Sawa baba, leo nenda shambani? Sienda. Haujaenda? Sienda, nimekwambia sienda. Na sasa nimeenda saa 3 mwanangu na nimemka muda mrefu. Baba, lakini umeshajiona. Unaona vipi? Niangalie. Kwa sababu nimevaa vizuri mwanangu leo tunashangaa. Isha kijipya. Huyu ni somo na bibi yake wanafanya kazi ngumu. Yaani mwenyewe ndio vizuri, kumbe sijui kwenda kuchimba mishimo, sijui kulima shambani mwao. Huyu ni somo na bibi yake, watu wabaya sana nimekwambia. Wewe sio tukuchekea wale. Kifumba. Unajua nakupenda sana. Nakupenda kuliko kitu chochote hapa duniani. Na siko tayari kuruhusu mtu yoyote aingilie mapenzi yetu. Mwenyumba nakupenda sana. Tena sana. Nashukuru kusikia hivyo. Na kuahidi kukupenda milele. Laiti kama moyo wa mtu ungekuwa unafunguliwa au unaonekana, ungeziona asilimia ambazo nakupenda. Ila kwa kuwa moyo haufunguliwi wala uonekani, mimi nadhani kinywa changu kinatosha kukuthibitishia kwamba nakupenda. Mimi nakupenda sana, tena sana. Hivyo mzee unatafuta nini? Kuhusu nini? Ina maana mpaka shamba lako ulijui? Naujua, na ndio maana nilisimika mirongi ndio mwisho wa shamba langu pale. Sasa mbona umeongea tena sehemu kule shamba langu umeenda kufanya nini? Hivi wewe mama una akili nzuri kweli kweli sawa sawa? Ndio maana nilia haki yangu. Nakuuliza, zimetimia kweli? Unakumbuka Mungu umemua kwa sababu ile sehemu ulichokichukua pale. Bado unazidi kuingilia tena unazidi kwenda tu. Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Hebu niambie kwa nini unanifanyia hivyo? Unataka nifanye nini? Au unafikiri nakupa sababu uchawi wako unaojivunia? Kwa nini unanifanyia hivyo mzee jamani? Kwa nini? Unazidi tu kumuua mume wangu.
Hapana, kwamba upati ile sehemu yangu mimi, na wala usijidanganye kwa lolote lile, niko tayari. Mzee wangu samani, kwa mada ninavyosikia hapa ni ugomvi wa shamba, sawa? Na Magodi analalamika wa shamba lake umezidisha miguu miwili. Sasa mzee wangu, kama kweli umezidisha shamba miguu miwili, mwachie mama shamba lake. Huyu mama ni mjane, ya nini kulumbana naye? Mwachie tu shamba lake. Nasema hivi, wewe na yule mama, huyu mama na mwisha panga huyu mama na hao wote hapo, sitaki kusikia buko njama moja. Unataka kuniua? Siogopi uchawi wako, sikuogopi wewe. Angalia ile shamba leo nitajua mimi nitafanya nini mpaka nipate haki yangu. Sawa? Na nasema hivi, ugomvi wa wewe na mimi hautoisha kabwe mpaka nitimize lengo langu. Mzee, hebu achana na mambo yangu, cheka mambo yako wewe. Huyu mama analalamika kuhusu shamba lake. Awamu ya kwanza umeingia kwenye shamba lake akakuachia na ikasababisha mume wake kupoteza maisha. Saa hizi tena unaingia tena hatua mbili mbele kwenye shamba la huyu mama. Wewe unafikiri mama na familia yake atailisha kupitia wapi? Si umwachie shamba lake jamani, atunze familia yake kupitia shamba. Mume wake muue na shamba lake tena ulichukue. Kwani wewe mzee huna huruma? Shika ya kwako, achana ya kwangu mimi. Baba, ile shamba langu mimi kaingia miguu miwili tena. Mume wangu alipokuwa hai aliingia tena miguu yake miwili. Akamua mume wangu. Na mimi nataka kuniua kwa sababu kaingia miguu miwili. Mimi nalima wapi? Nikalima nyumbani kwake. Na nakuambia hutopata haki yako na kwambia. Na ukizidi kunifuata sana utalipata na kulipata. Nakwambia hivi, yani unajua mimi kwa ni mwanamke, ni mjane, mimi nakwambia kiangu naipata. Naondoka. Yani huyu mzee mimi ananiboka hivi cha mtagani hamwezi tu kujua. Yani ile shamba pale sasa hivi inaisha, linabaki kidogo. Shamba ile mimi nakwambia. Sawa, na mimi nataka nione silime. Na tutaona kama utalima hiyo shamba hilo. Sasa mambo gani hapo sasa? Nimefurahi sana. Yule babako naye nuksi yule. Chanzo maneno yako. Watu wangu inauma. Mama, wewe mkono wako mgumu. Kifumba.
hivi jamani? Nyinyi kunifanyia hivi. Kumbuka mlichokifanya leo ni furaha kwenu, ila ipo siku moja itakuja kuwa kilio. Dulu, nashukuru sana. Ni kweli ulisomalo somoe, kwani natambua dhahiri macho yako yameona, pia moyo wako ukapenda, pasina kujua ulipopenda hapapendeki. Kiukweli Kifumba ni mwanaume ambaye nampenda, ni mwanaume ambaye siwezi nikamwacha hivi hivi. Nyamaza Dulu! Sawa, utaniambia ni nyamaza, lakini siwezi nikanyamaza kimya kwa sababu Kifumba ni mwanaume nampenda. Siwezi kuishi bila yeye, nampenda. Kifumba! Kifumba, unataka kuondoka, unaenda wapi? Kifumba. Hebu njoo hapa nini? Njoo, sasa unalia nini? Umepatwa na nini? Hebu nieleze basi. Sasa usemi. Na siko tayari kuruhusu mtu yeyote aingilie mapenzi yetu. Mimi nadhani kinywa changu kinatosha kukuthibitishia kama nakupenda. Na kuahidi kukupenda milele. Laiti kama moyo wa mtu ungekuwa unafunguliwa au unaonekana, ungeziona asilimia moja ya kupenda.
Unawaza nini? Namuwaza Dulu. Nikwambeni kitu. Huyu ni mpuzi ambaye alibobea. Yaani yeye anapokaa hawezi kufikia chochote. Ukimuuliza Dulu nani bwana, watu muona ndoa nini Dulu? Ila bwana Dulu mzuri ujue. Mzuri yana ndugu yangu, usikae kwa msifia mwanamke. Kuna wanawake wangapi kijijini kwetu hapa? Yule pale mzuri hapa kijijini. Hivi umeona? Sikilizeni, kama mnakuwa mna mada kuongea, naomba kila mtu aondoke kwake bwana. Sio tunaikana hapa tunajadili masuala mwanamke. Mwanamke mwenyewe sijui ngedere, sijui soko, sijui bundi ule, haeleweki. Lakini jamani ndo kagoma. Hebu nisikilizeni niwaambie bwana, sawa? Mimi naona kama mnapiga kelele tu. Mmeniona hapa mimi nilipokaa hapa. Sawa? Mimi simuogopi huyo mzee nani, sijui babake, mimi simuogopi. Ushanielewa? Afu katika hichi kijiji kifumba mimi. Sawa? Hakuna mtu ananitisha. Afu yule Dulu sasa yule. Mimi lazima awe kwenye maya yangu. Usiniogope mimi. Simesema uniogope. Sasa pamoja na urefu wako ule wote ulikuwa nao, fanya unachokiweza. Yaani mzee ngo anasemaje? Nimesikia yote, usitaki kudanganya. Wewe mimi pangusa viungo vyako. Kumbe mzee mimi nakuheshimu na wewe umesema kama uniogopi. Wewe ongea ule ukweli ulivyoongea. Sasa mimi nimekusikia. Sasa utakumdanganya nani hapa? Lakini nihakikishe lazima nikute kilema. Uondoke hapa mguu mmoja huna, mkono mmoja huna, sikio moja. Na kwa wewe huwezi kufanya lolote, si uniogopi. Mimi nakuweza. Kaa chini. Babu. Nimekusikia yote. Kwamba wewe una deal na mwanangu Dulu. Ninachokwambia, mwanangu Dulu nataka aje kuolewa kwa njia halali. Umevunja sheria, umevunja masharti. Tumeelewa? Nakuelewa mzee wangu, nakuelewa vizuri. Sasa nitakufanya kitu kibaya. Kumbe manake nini? Hivi unanichezea mimi? Mnakaa mnanichezea mimi? Mimi huwa chezewi. Mzee mimi nakujua wewe mkali sana. Mimi sio mkali. Sasa nyinyi kama mnaingia uchawi wenu na kila kitu, mimi siogopi uchawi kwa sababu mke wangu amekufa, dada yangu kafa, shemeji yangu kafa sababu ya uchawi. Sasa na wewe kama ni mwalimu katika uchawi, nimesema hivi nina kazi na nyinyi katika kijiji. Nataka niue mmoja baada ya mwingine. Babu mkubwa. Tena na uchungu na nyinyi hivi. Hebu lala. Nilale chini. Sasa baada ya kutanikana fimbo sasa ukatikana paka. Lala. Mzee panga hilo panga hilo panga. Hebu vizuri. Wewe mjinga wewe. Mpumbavu wewe. Sasa nina kazi na nyinyi na nitawasaka kila mahali na mahali popote pale kama mwewe anavyosaka vipanga vya kuku popote mlipo nyinyi. Na kamata. Takuniharibia mwanangu mimi manake nini? Unajua mimi siwezi kukaa na jambo rohoni. Sasa nikwambieni. Nasikia Bi Kisumoi ni mchawi tena. Anashika mzee Kibiga. Tena naomba hili jambo lisikike kwa mtu wowote aswa wewe. Maanake wewe naona uko karibu sana na Sumoi. Nikija kusikia utakula sahani moja. Mshaanza maswali ya kinafiki. Vitu hivi vinasababisha nisiwe na ukaribu na nyie. Mna ushahidi gani kama bibi yake Sumoi ni mchawi? Huko si ndiko kuanza kuchawiana tu hivyo uchawi mnaozungumza nyie. Wewe una ushahidi gani kabisa Sumoi anaanza Kidiga sio mchawi? Hata mimi bwana nishasikia mamangu alisema kwamba bibi yake Sumoi ni mwanga. Sawa alisema. Je, ninakuomba udhibitisho. Unao? Nisikilizeni. Hebu tujijaribu kuongea ya watu wengine. Lakini si kuzungumzia yale. Hayana uhakika wote ule. Kama alipo. Nakuja. Sina uhakika wala siwezi hata nikaamini. Maana mimi Sumoi ni rafiki yangu sana tu. Namjua vizuri. Sasa nikwambie, huyu mbishi kwa sababu si shoga yake. Ndio. Yuko karibu sana na yule Sumoi. Sasa na wasiwasi na yule Sumoi ni mchawi. Kwa hiyo nawe ujiangalie. Jambo.
Loli, Be, tafadhali nakuomba. Sidhani kama atakuwa ametusikia. Sidhani. Unasemaje mzee Kidiga? Ukataza kuniita mzee Kidiga. Unataka kunyima kitu gani? Tuachane na hayo. Vipi jibu langu? Mzee Kidiga, nishakwambia hilo jambo haliwezekani. Sababu mimi na yeye ndio tuendane. Afu isitoshe, mimi na mchumba wangu. Mapenzi hayana udogo wala mkubwa. Mapenzi ni mapenzi tu. Huyo mchumba wako atakusaidia nini? Kwanza vijana wa hapa hawahitaji kuoa. Wao wanataka tu chunguze basi jinsi ulivyo, matokeo wanakuacha hivi hivi. Sasa mimi nataka kuoa. Unasemaje Doli? Ishi hapo hapo mzee. Sio ngombe mzee. Naomba tuheshimiane. Na kama huwezi kuniheshimu na mimi nitakuvunjia heshima. Umeelewa? Siku zote nakuangalia tu na usipojiangalia ili swala ndalifikisha kwenye kijiji. Umenielewa? Muone kwa mzee mzima ovyo. Tundokeni. Tundokeni. Yote kwa sababu ya mapenzi. Hata kama kwa wewe, sidhani kama ungeweza kujielekeza wala kujangwani. Sina kujifikiria majina yoyote ile. Nimekuwa mchawi vile. Shogangu uko lini? Ni nao maneno yale yale. Siwezi nikamini kama somo hili mchawi. Kwa sababu japo nimeweza kumsaliti lakini kuna roho ambayo inanisita. Inanisita da. Ni kama nimekuruga inanisuta. Kwa sababu leo nimekuja nesi kama atenganisha urafiki wetu mimi na Somoe, kwa sababu nampenda ama kweli mapenzi kama bahari yanaweza kuchafuka, yanaweza kusafika. Hivyo unatambua kama Somoe ameshakuwa pinzani kama Simba na Yanga. Kapanga ataka aje atuiposa nyumbani, alafu baada ya hapo ananioa. Sababu wewe unakubali? Yuko cheza na akili yangu. Lazima akubali, kwa nini akatae? Mimi nipo. Anapopenda vile hela. Sio takisaina nyumbani kutoa mali. Babangu anakuwa na hatani. Kwamba Simba ni mkali lakini anazaa. Basi tunaenda hayo. Kwa hiyo nyumbani maana siwezi nisikia sana. Alafu naomba ndo sitazemaji sana.
Baba. Wewe mzee funga funga. Wewe mzee funga funga. Mzee funga funga. Baba, mwanao nimerudi baba. We baba. Baba, mwanao nisharudi, sasa uniitikie. Baba! Baba! Baba, macho yangu baba! Mambo safi, wema. Shari. Sonia. Hawa ni dada zangu, ni watu ambao tumekuwa pamoja. Tumekuwa pamoja. Sasa jamani, huyu ndio ifemu. Lakini kwa sababu nina haraka kwenda kumuona mama, nina hamu naye, yeye nikamuone, nitawatafuta tuweze kuzungumza. Nimesema nitawatafuta. Sawa, ila God, samahani kwa nini nitakwambia. Mamako tushamzika muda mrefu.
cheza ninapocheza, fanya ninavyofanya. Utende mama yangu sitaki. Sawa? Utende mama yangu sitaki. Sihitaji tena mama yangu. Mbavu. Wewe umemwona? Godi, lakini hata kama ukumpiga sio haki. Ni kweli mama kafariki na tumemzika katika nyumba ya mjomba yako. Kama uamini takahakikisha. Kweli kabisa. Wifi. 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 Dulu. Karibu. Asante kaka. Karibu. Karibu sana. Asante. Pole sana. Yule ujapo hujaumbika. Na sikutegemea kama nitaweza kukuta tena kwenye hali kama hiyo. Vya kawaida, maana nishaizoea hii hali. Kama nimeweza kutoka mwenyewe nyumbani na mpaka nimefika hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila nasikitika sana kwa kifo cha mama, kwani kinaniuma sana sana tu, sio kidogo. Kwani mama kafariki katika mazingira ya kutatanisha. Ni bora hata angekuwa anaumwa au anauguza donda, basi tungejua amekufa kwa ajili ya kuuguza donda, lakini hakuwa na donda la aina yoyote ile. Hata wanakijiji pia wameweza kusikitishwa na jambo hili. Inaniuma. Sijali Dolo. Kinachoendelea kuniumiza akili, kwa taarifa nazosikia hapa kijijini,
kuhusiana na marehemu mama. Amefariki kwa ajili ya kugombea mipaka ya shamba. Mipaka? Sijajua ni mipaka gani ambayo alikuwa akigombea. Aha. Ili kumbe umekufa kwa ajili ya kugombea mipaka? Ndiyo, kwani vipi? Hapana Duru, nilikuwa najaribu tu kutafakari jinsi ya upofu wako. Natamani kama ungeweza kurudi kwao kuniona tena. Wala hata usijali. Naamini ipo siku macho yangu atakuja kurudi katika hali yake ya kawaida. Na tutarudi kucheza michezo yetu ile tulikuwa tunapenda kucheza. Naamini ipo siku. Sikia mjombangu Godi. Wewe ni mtoto wa kiume. Na kama ni mtoto wa kiume lazima nikueleze ukweli wa mambo. Ili usikae ukanyong'onyea ukawa na mawazo mengi sana. Unaona? Swala sasa hivi sio kukaa kunyong'onyea na kuwa na mawazo. Swala ni kuwa na roho ya kiume. Pamoja na kwamba wewe unasikitika kwa umefiwa na mamako, umefiwa na babako, lakini na mimi pia nasikitika kwa nimefiwa na dadangu ambaye ni mamako na mke wangu shangazi yako amefariki. Wewe haupo hapa. Lakini swala lilomwa babako ingawa alikuwa mtoto mdogo kipindi kile ulikuwa hujui ni nini. Na kicho mama yako kujui. Mama yako amekufa kifo kibaya sana. Amekufa nywele zimeharibika, sijui zina rangi gani, amekufa macho yanatoa damu, pua zinatoa damu, mdomo unatoa damu. Yaani kila tundu linatoa damu. Sio, umeelewa? Lakini mimi naamini kwamba sio vifo vya Mungu vilivyomuua babako na mamako. Vifo hivyo vimetokea hapa ndani ya kijiji hiki. Hiki ni watu wabaya sana. Naona bwana? Ndio ndio. Mama yako, baba yako, mke wangu mimi ambaye shangazi yako, wote wameuawa na watu. Sio vifo vya Mungu vile. Sababu vifo vyao karibia vinafanana vyote. Sio, umeelewa? Na hakuna watu wabaya katika kijiji, mimi nakwambia. Umeondoka ukiwa bado mdogo. Chunguza, kaa ujue kwamba kuna mama mmoja anaitwa mama kuna bibi moja anaitwa Bibi Somohe na mwanae anaitwa Somohe. Somohe binti mmoja mrefu mrefu akawa kunyuma. Alikuwa mama yake Somohe. Bibi yake, mama yake Somohe mwenyewe afariki. Sio ameua wao, sio hawakuwa wao, na mjukuu wake anaitwa Somohe. Msichana mmoja ukimwona mzuri tu. Ana mwanya kama mlango wa Uda. Sio, umeelewa? Dada mmoja mbaya sana, mtoto mmoja mbaya. Mimi siku moja nikwambie kitu. Nimelala mimi hapa, nimeamka, ninamwamsha binamu yako hapa. Nikasema mimi naenda sokoni leo sasa hivi, hakuna kulima. Baba umejiona. Nikasema sababu nimevaa vizuri nini? Mwanangu anashangaa. Kumbe vile na matope mwili mzima. Na mwili umeamka umechoka sana, kwa hiyo ina maana nimeenda kufanya kazi kwao. Hata wewe unawezekana kwa umekuja ukaonekana kwamba wewe ni mfanya kazi mpya umekuja. Lazima utaenda kulimishwa kwenye mashamba yao kiuchawi. Hawa watu ni wachawi sana. Lakini nasikia wanashirikiana na vijana wengine hapa kijijini. Hao vijana mimi siwajui. Isipokuwa kwa sababu ni kijana utaungana nao na nini na kila kitu, lakini najua utajua. Mjomba, mimi unanishauri hapo nifanyeje? Swali lokuwepo bwana ni kuchukua roho ya unyama sasa hivi, sio ya kibinadamu. Mimi babu yako mimi mjomba wako umekuta nimezeeka, lakini kale kwa jana ningetimiza lazima. Nisingekubali kufungwa. Niko tayari kufungwa na niko tayari kunyongwa, lakini hawa watu lazima walipe damu za watu waliowaua. Mimi nachokuambia mjomba sasa hivi, kamata, nyonga. Ikiwezekana piga kisu hata panga. Watu. Mimi na uchungu sana mjomba. Na hilo mjomba kosa kuitimiza, mimi na wewe tuelewana. Hatuelewana. Ndio maana nimekutoa nyumbani kuleta hapa. Sitaki mwanamke asikie siri yetu. Kwa hiyo mjomba unanienda nilinda. Anakulinda kwa kila hali. Na niko tayari nikanyongwe mimi, nikafungwe mimi mjomba. Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Na nimeelewa ninachokimaanisha. Ila mimi nakuahidi kitu kimoja. Kila leo sika na kifo cha wazazi wangu. Nisindokubali. Na naomba kila unachokifanya unaambia mimi. Sawa. Na niko tayari hata ukisingizia mimi ndiye niua. Bora mimi niende nikanyongwe, najua wote endeleza harakati hizo. Najua tuna viongozi wa serikali hapa kijiji. Lakini tuna bora viongozi, sio viongozi bora. Sasa viongozi wanajua mambo haya, lakini na wao wenyewe wanawaogopa. Unajua mambo ya viongozi kulindana ndani hapa. Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Sawa. Nimekuelewa, ila kama nilivyokuahidi. Sintomwacha hata mmoja. Umeelewa? Utatimiza hiyo.
Kweli. Basi mimi nitashukuru sana. Wewe basi mimi nikuache. Nikuache. Wewe nikuache. Nikuelewa. Haya. Binamu yako ametoka la moja lakini akirudi baadaye nitawaambiaje kwako. Na Dulu. Kakua siku hizi? Dulu nimeona naye ndio alikuja kule nyumbani. Nimekaa naye nimezungumza naye. Ila wewe ndio kwa sijaona na wewe. Mimi nashangaa unakuja na mwanamke mwingine kati binamu yako yupo hapo bwana. Ila mjomba nishakuelewa unamaanisha nini? Tutaongea. Haya. Lakini mimi nasemaje umekuja na mwanamke mwingine? Binamu yako umemwona siku hizi? Mjomba nimekuelewa. Ngoja kwanza tunifanye haya ambayo umeniagizia. Mjomba nimeshakuelewa kwamba unamaanisha nini ila tutaongea. Haya. Lakini mimi nasemaje umekuja na mwanamke mwingine? Binamu yako umemwona siku hizi? Nimekuelewa mjomba. Haya mjomba. Haya. Acha niondoke. Msalimie Dulu. Mwambie nilikuja. Haya. Maila yako ungenipa mimi bwana, naenda kwa kunyia tena rafiki yangu. Napenda hela mimi, utafikiri nimezaliwa kwa umoja na Yuda Iskariote. Fadhali. Lazima lile mama lile lenye mititi mpaka linachomeka kwenda kwenye linachomekea kwenda sketi lile lazima life.
Najua hauko katika usingizi mzuri. Hisia zangu zinanituma ulikuwa kwenye usingizi mzito wenye maumivu makali. Na ndio maana mara nyingi napenda kuwa karibu na wewe, kwa sababu najua maumivu unayopitia kwa kipindi hiki ni maumivu makali sana. Labda nikwambie kitu kimoja, nitakuwa karibu na wewe muda wote. Pole kwa njozi uliyoiota. Kaka, nakutambua vizuri tangu dogo wetu. Sijawahi kusikia hata siku moja ukiwa unavuta sigara. Tambua kuwa sigara si nzuri kwa afya yako. Kwa nini unavuta sigara? Kakaangu, usivute sigara. Kaka, unalia? Naomba usilie. Sawa Dulu, nimekuelewa. Nimekuelewa. Usilie kaka, usilie. Mama. Nitegemea nitamkuta mama, nikabeba zawadi nyingi kwa ajili yake. Sasa Be. Kanaye basi kuja nikalale. Sawa. Mganga, mimi nimekuja. Nimempoteza mama yangu. Mama yangu amefariki. Na kifo chake mimi kinaleta utata. Sijajua kifo cha mama yangu ni mipango ya Mwenyezi Mungu ama ni wanadamu. Nahitaji kujua. Maana mama yangu hakuugua kabisa. Naomba nieleze ukweli ni upi? Karibu. Kifo cha mzazi wako ni mwanadamu, sio mipango ya Mungu. Kwa hiyo mama yangu aliuawa? Na ndio maana nikakwambia ni binadamu. Na nani anahusika na kifo cha mama yangu? Unataka kujua? Ndio, nahitaji kujua. Una kifua? Ndio, kifua ninacho. Sawa.
Kula hiyo dawa. Tafuna hiyo dawa, si unataka kujua? Tafuna utajua tu. Hey. Meza. Mbona unakuwa mwoga kijana? Odi. Sasa kiacha kukimbiza kidogo. Yule mzee ni hatari. Tatizo moja mmezidi uwizi. Dokoa tu. Huyu mwenyewe anajua, anajishaua tu. Hizi ningekatoa makalio. Unacheka? Sema shangazi yangu. Mzima, sio shangazi. Hapa. Kakangu kaenda. Mwenye subiri kamkia shamba. Shangazi. Wewe anazingua bwana, umjui ashaanza vituko vyake bwana. Shangazi. Uko sawa kweli? Shangazi. Kuna macho yananiuma. Macho yanakuuma? Kama macho yanakuuma vipi na umekuja hapa mzima tu? Shangazi. Yananiuma sana. Kichwa. Wanangu kichwa nini? Damu. Wanangu nisaidie.
Shangazi. Duru ameshafariki. Tulia kijana, tulia. Mama. Mama. Kijana, tulia kijana, hiyo ndo hali halisi. Nadhani umemwona alomuua mama yako. Unaweza ukaenda kijana, unaweza ukaenda.
Uwezo wa kuwepo nao ni mdogo sana kwangu. Huwezi kunifikia hata robo. Piga huo! Wapi? Zuri za mtu hapa tunaona tulipa hapa. Unajua mzee ana akili. Unatuletea ujinga. Kwani kuna nini jamani, vipi? Mwenyekiti, unaongea siku zote.
lakini tunaonekana sisi tuna bora viongozi kuliko viongozi bora. Sasa ngoja, tumeamua kuchukua sheria mikononi mwetu. Hanu wachawi. Sheria haitaki kuua mtu. Serikali yetu haitaki masuala ya kuua mtu. Kwanza utambue kitu kimoja, serikali. Serikali haitambui uchawi. Serikali haitambui hilo swala la uchawi unalipeleka vipi serikali? Mzee, mimi ujenda kuamini sana wewe mzee. Kabisa katika kijiji na hao ni wazee wenzio. Sasa kama haitambui, sisi tunao mkono wetu. Ndio. Yaani hilo mlolifanya mzee. Niwachinje mbele. Hilo mnalolifanya mzee litakujeni kukusumbueni katika kijiji hichi. Serikali kwanza haitambui masuala ya uchawi. Alafu unajua kuna haki za binadamu. Kuna haki za binadamu wewe mzee. Hichi kinachofanyika hapa hao ni wazee wenzio. Wao inabidi watetee. Unaone? Iko kitu hakiwezekani kabisa. Hakiwezekani. Mjomba, nilikwambia. Haya mambo ya serikalini. Unaona? Nilikwambia hawa ndio wamemuua mama yako, wamemuua babako, wamemuua mke wangu. Ungeua. Wewe ndio kwa sababu mimi kama mwenyekiti nachokuambia mnaomba unisikilize. Wewe una uthibitisho gani kwamba wameua? Una uthibitisho gani kwamba wameua? Ngoja kwanza mwenyekiti. Mwenyekiti sikiliza. Wakati hao tunakwenda kuwakamata wao kwa kinywa cha walikiri kwamba wao ni wachawi. Sawa eh? Sasa mimi mjomba ningeweza kuwaua kama ulivyoniagiza. Lakini kaona si vema niwakamate niwalete hapa mbele za sheria kwamba wanaweza kubadilika. Sasa tuwaulize kwanza wao wenyewe kwamba wanaweza kaacha uchawi ama tuweze kuwaua. Mwanangu wamefanya kipofu. Na si mwingine, kuna rafiki yake mmoja anaitwa Somoye, mjukuu wake na huyu Bi Somoye. Na mimi nasema yule hapa akuja. Lakini popote nitakapomkuta mwenyekiti nitatoa taarifa. Mimi niko tayari kwenda kufungwa na kwenda kunyongwa. Lakini nyumba yao ile nitapiga moto au nikikuta nitamchanga vipande mwili wake kama mtu akishampunywa kuku manyoya akishamchinja. Yaani kichwa, kipapatio, shingo, bungubungu, gungunyo, mgongo, sijui paja, ugoko, vidole mpaka kucha. Hapo mzee utakuwa umevunja sheria. Unabidi tutambue vitu fulani kwamba haki za binadamu zipo. Serikali yetu haitambui uchawi. Na wewe utapochukua jukumu la kuadhibu hao na kuwadhuru, wewe utashtakiwa. Wewe tuna uthibitisho gani kwamba ni wachawi? Hebu naomba niwaulize, mnapata faida gani katika uchawi wenu? Mnapata faida gani? Kama msiposema kwenda kata mapanga, semeni. Hawasemi. Hebu tuonyesheni wa uchawi wenu kwanza. Tuone. Kama nyinyi hebu wekeni hapo tuone. Wekeni basi, hebu wekeni. Sasa hicho mimi ndio nichukua nakitaka. Sasa mzee funga. Mimi nataka uchome hivyo vitu mbele yetu tukiona. Nasema hivi. Nataka uchome sasa hivi. Asante mwenyekiti, nachoma uchawi wao. Hayo ndio maneno. Choma. Lakini mwenyekiti usije kukubali hilo. Mimi ningewaua hawa na wewe mwenyewe kupiga mapanga pia. Wewe uchawi mwingine unatoka wapi? Weka pale. Weka bwana pale. Sogezeni pale.